Na mpenzi mtazamaji, kwingineko ni kwamba polisi waiomba mahakama kumzuilia mhubiri Ezekiel Odero kwa siku 30. That is 1 month. So, kuna kitu ambacho mimi nashindwa kuelewa watu wangu. So, wameamua divert the attention from Mackenzie to Ezekiel. Hii ni pure political, nothing else. Unajua saizi story ya Mackenzie inaanza kukufa, haisikiki. Sahi Ezekiel is the main talk. Every town, every city, every village, the talk is all about Ezekiel and other pastors. But why this? This is why I'm saying that Kenya is really corrupt. It's really corrupt. Now, mimi kitu naweza sema ni, according to mimi now, let me now think. Let me think now today. Let me think and say what I'm thinking of. Yani wameona Mackenzie issue zao, most of the pictures alionekana akiwa parliament, that's wakati time ya cleansing. Church walikuwa naenda na Ruto. So wameona wafunike, walete Ezekiel kucover up. Kenya iko corrupt wallahi. Wallahi, God will judge the Kenyans. I'm a Kenya, but God will judge us. Yani viongozi tulio now, they are really corrupt. Now, like, unajua story ya Mackenzie imekufa tu. Juu mimi of late sisiki story ya Mackenzie. The talk, every TV, every radio, the talk is all about Ezekiel. Yani they are trying kumtafutia makosa. Yani wana vitu zingine. No. Wakati wa hapo awali, wakati wa Uhuru, wakati wa Moi, yani mimi hizi vitu hata sikuwa nazisikia, eti mara nini. Yani Kenya yetu imekuwa very corrupt, and that's why we saw or we listened Sakaja saying, "And I miss the government of Uhuru." Yeah, no one is perfect, but he really missed the government of Uhuru. Because government yenye iko sahi, it's very corrupt. Alisema, sisemi maneno yangu, alisema. And kama unataka kujua alisema, nenda ukachunguze and you will come to tell me the truth. Sakaja alisema ana miss the government of Uhuru, and for the Ruto, hata ni kama hawaendani, kuzako corrupt. Imagine, our country is on fire, but Ruto anaenda tour. He's touring. Badala aone venye atakaa chini, aiti viongozi wake, aone venye watasolve issues, anakimbia tu huku na pale. Is this a president? Alafu hapa hivi nikiongea watu wanaanza, unaongea president wetu vibaya. No! Anafaa hizi akae chini, aone, atafute njia ya juu na chini. And you know what? Me, I'm just seeing like, Pastor Ezekiel, kuna time aliongea. This one I know some people knows. Most of the people wanajua here in Kenya. And like, wanajua kuwa, kuna time ambayo Ezekiel alisema, Ruto, peana kiti cha wenyewe. That is not your seat. And if you'll not, utasumbuka. Iko na madhara. Na nikijaribu kufikiria vizuri, my dear people, mimi naona this is the reason as to why hata maybe unaweza pata hata Ruto alisema awekwe ndani. This is the reason. So kuna vita hapa ndani. Unajua we Kenyans tunaweza kuwa tumefumbwa, kuna vita. Mackenzie yake imeisha. I'm sure imeisha. Kama huyu kijana mwenye aliuliwangwa na DJ Fat, so story yake ilikufa hivyo. Walisema DCI anaenda kufanya nini. Imeisha hivyo. Story ya Jeff imeisha hivyo. Walishindwa kuenda kufanya utafiti, kujua ni nini haswa kilifanya yule mtoto akaweza kukufa. Imeisha hivyo. Ndio wanakuja badala wangeenda wafanye kwanza kitu kimoja, tupate haki, ndio wamekuja kutafuta Ezekiel. Of course ni haki tunataka. Lakini wangemaliza ya Mackenzie, ama washike culprits wote wenye wanawashuku, waweke ndani, wafanye uchunguzi. Kisha wakipata kama kunaye ambaye hana makosa, wamtoe. Sisi hatuna shida. Lakini why now? Why kufunika ya Mackenzie kuleta ya Ezekiel? This president, God will judge you. Ini kabisa, God will judge you.
This is not fair. This is not fair at all. Hata kama Ezekiel akona makosa, hata kama akona nini, this is not fair. Yeah, me I'm just speaking from my heart. Uwezi funika dhambi, unafunika eti ya huyu, acha tufunike ya huyu. Ya Mackenzie waliona most of the pictures zimewekwa mtandaoni, Ruto akiwa, mke wa Ruto, mke wa Gachagua, wakaona wafunike, walete sasa Ezekiel. Na baada Ezekiel tunamwona bibi ya Gachagua yuko. Tunaona pia there's a photo pia niliona bibi ya nani yako pia, Rachel Ruto pia yupo. So mimi nashangaa because huyu ilionekana ni picha 2-3. Ile nyingine ilikuwa na paka walikuwa kienda kanisa moja. Sasa wameona wafunike ile juu ile kuna mambo mengi. Ile inakuja na moto. Waanze kuchokoza sasa mapastors wengine. Kama angetaka kuenda kushika Ezekiel angemshika kitambo sana. Watu waache fitina. Waache fitina. Sasa president ameenda kutembea. Anaenda kutembea, shida imejaa nchi yake. Unajua hata even other countries are wondering are wondering like the president anatua different places, nchi yake is on fire. Hata wanashangaa, who is this now? Yani God will judge us. God will judge us yani Mungu atatujudge, hata sijui kama atatuangalianga akitujudge, because Kenyans tumekuwa more worse. Anyway, my people, God bless you. Twende tu.